Vizuri, na leo tutajifunza kwa habari ya liquidity sweep and liquidity runs. Nadhani wote tunatambua ya kwamba market most of the time huwa ina move kutafuta liquidity. Maana yake tuna aina mbili za liquidity ambayo ni internal range liquidity na tuna external range liquidity. Na internal tulishazungumzia na external pia tulishazungumzia ni zipi. So far, most of the time, market huwa ina move kutafuta liquidity. Inaweza ka move from internal to external and sometimes from external to internal, and most of the time, market can move from external to external. Manake from external range liquidity to another external range liquidity, kutegemeana na activity ambazo zilifanyika kwenye previous level of liquidity. Now, liquidity sweep na liquidity run tofauti yake ni nini? Let's say hapa tuna michoro miwili ambayo nimejaribu kudemonstrate tofauti yake. Ni kwamba this was our previous level of liquidity ambayo market imetembea from, this is just like a demonstration of bullish market. Manake market ilikuwa inatoka kwenye a certain level of liquidity, now ilikuwa inatafuta mazingira print a new structure, lakini all of a sudden market haijafanikiwa ku create a new high na kuendelea kwenda juu, na badala yake imefanikiwa kufunga, yani just the candle iliyo break this structure kuchukua liquidity at the top imefanikiwa kufunga juu, and then the next candle au the next two candles zikafanikiwa kurudi within the range. Hii tunasema ni liquidity run. Maana ni kwamba liquidity has been taken, lakini kuna candle at a specific time frame imefanikiwa ku close with the body at the top of this liquidity, and then haikufanikiwa kuendelea kuprint a new structure, na badala yake market karudi ndani. Hii tunasema ni liquidity run. Maana ni kwamba kuna candle close, kuna body candle close above a liquidity level, and then market ikafanya reversal ikaendelea kurudi chini. Lakini kuna ile ya kwamba market imefanikiwa ku take down a certain liquidity level, and then all of a sudden has pasipo kufunga with candle board at the top of the liquidity ikafanikiwa kurudi ndani. Hii tunasema liquidity sweep. Manake inaacha wicks at the top of the liquidity level, inaacha just a wick at a given specific time frame. Unajua structure huwa zinatofautiana kutegemea na time frame. Jinsi ambavyo unatizama soko la asset yoyote katika time frame ya day 1, si jinsi ambavyo utaliona kwenye time frame ya 1 hour, si jinsi ambavyo utaona soko hilo kwenye time frame ya 5 minutes. Kwa maana hiyo ni kwamba at the specific time frame ambapo structure yako ambayo unaenda kutrade ndipo umefanikiwa kuigundua ama kuiona, tunategemea ya kwamba ile target level of liquidity ambayo ulikuwa unasubiri market itake liquidity then you confirm kama una buy ama unaendelea kusell. Ina maana tunategemea kwamba the moment market imefanikiwa kutake liquidity but ika close by candle at the top of the liquidity, hii inakuwa ni liquidity run. Just after closing by the candle, market ikafanya reversal, market ikaanza kudondoka, and then on the other side, kama market imefanya just a sweep of liquidity then ikabadilisha mwelekeo, maana yake ni kwamba this is considered to be a liquidity sweep. Maana yake no candle closure at the top of the liquidity level is just a wick au tunasema shadow. Hii inakuwa ni liquidity sweep. Sasa tofauti yake ni nini tunapokuja kwenye swala la matumizi yake sokoni? Most of the time tunazungumzia habari ya take profit na stop loss. Hivyo ni vitu vile vya kutambua. Tunasema kwamba kabla hujaingia sokoni lazima umeshatambua unatokea wapi na profit. Doesn't matter ni TP1 ama TP2, lakini ni wapi unaweza ukawa na high probability ya kutokea sokoni. Hivyo kidogo inakuwa ni kipengele kama hujui matumizi na applications za hizo liquidity run na liquidity sweep kwenye soko. Maana ni kwamba market itafanya liquidity sweep, alafu wewe utapata entry, utaingia alafu utatarget your TP to the next swing point, kitu ambacho sio sawa. Ina maana
reaction of the market kwenye liquidity level ndio inayoamua kama uende umbali gani kwenye hiyo trade ambayo umefanikiwa kupata opportunity ya kuingia. Tunasema yafuatayo: market ikifanikiwa kufanya liquidity sweep kwenye a certain external range liquidity level, manake ikifanya liquidity sweep then ikaconfirm reversal, the high probability level ambayo hii market inaweza kama imetarget ni internal liquidity na sio external. Manake ni kwamba the high probability level ambayo hii market inaweza ikaenda kuishia ni kwenye internal liquidity na sio external. Lakini in some cases kutegemeana na nini, na liquidity au kutegemeana na volatility, kutegemeana na supply and demand kwenye soko, inaweza ikaje kafanikiwa kusweep liquidity huko pia. Lakini most of the time whenever liquidity sweep happen, tuna target internal level liquidity. Manake kama ni take profit yako umefanikiwa kuconfirm reversal hapa alafu market ikageuka, manake uta target internal range liquidity kama your take profit points. Lakini tunavyozungumzia habari ya liquidity run, kama market imefanikiwa kuclose above, kitendo cha kuclose above cha kwanza imesha generate liquidity ya kutosha. Kiaje? Ina generate liquidity manake tayari imeshawa manipulate buyers. Kuna wale wanasema ni breakout traders, ni kwamba the moment market imefanya breakout hapo anaingia. Umeona, anaingia na stop loss yake anakuwa ametarget kwenye previous swing point. Sasa kama ametarget kwenye previous swing point, manake market the moment ime reverse inatembea straight all the way to the stop loss level ambayo huyu jamaa ameweka. Manake tunavyokuwa na liquidity run, our final take profit point inakuwaga ni kwenye next external range liquidity level. Lakini tunavyokuwa tuna liquidity sweep, manake our target point inakuwa ni internal range liquidity. Tofauti na hapo, most of the time utakuwa unakutana na break even kutokana na kwamba market itakuja kuchukua liquidity kwenye internal range, baadaye itaendelea na safari, alafu wewe umesubiri ije click target kwenye external range liquidity pasipo kuzingatia kwamba kwenye specific time frame ambapo umepatia structure yako market imesweep liquidity na wala haijafanya liquidity run. Nadhani ni vitu hivyo ambavyo nako vitambue, vitakusaidia sana kwenye kutambua namna gani unaweza ukawa una focus kwenye take profit yako. Ngoja tuangalie mifano miwili hapa ili video isiwe ndefu sana. Tuangalie mifano miwili. Okay, hapa tuna mfano wa kwanza. Tukiangalia vizuri kwamba market hii ni kama reference point, ilikuwa ni just our protected level, maana yake imepatikana baada ya kuwa ime take down liquidity at a certain level huko before to the past structure. Maana yake ni kwamba imeanza kutengeneza structure kama tunavyoona kwamba market imefanikiwa kutengeneza the first high level hapa, ikafanya retracement hapa, alafu then ika break ikaenda certain level hapa, and then tukiangalia vizuri kwamba market imefanikiwa kuprint a new structure. Sasa ukiangalia vizuri kwa makini utagundua ya kwamba hii market imefanikiwa kutengeneza a certain liquidity level kwenye hii level. Ukiangalia vizuri utagundua kwamba market imetengeneza liquidity level somewhere hapa. Na hii liquidity level ni ipi? Liquidity level hii tunasema ni equal lows. Maana yake ni kwamba hapa kuna almost candle mbili ambazo zimefanya multiple retracement kwenye the same level. Hii inakuwa ni miongoni mwa liquidity zipo aina nyingi sana, lakini miongoni ni equal low or sometimes equal highs. Tunasema double top or double bottom, vitu kama hivyo. Okay, kwa maana hiyo tunategemea kwamba in future market inaweza kaja kureact maeneo haya. Lakini je, ina react kwa structure gani? Hicho ndio kinachomata zaidi. The moment umefanikiwa ku-catch entry after reaction of price kwenye haya maeneo, maana yake ni kwamba your take profit point au your next move utaidetermine kutegemea na reaction ya price at a specific time frame. Kumbuka ya kwamba structure time frame huwa tuna 4 hours na 1 hour. Lakini kuanzia 15 minutes, 30 minutes, 5 minutes, zote hizo tunazitumia kama kurefine to our trading au kurefine our setup. So tukiangalia vizuri hapa
market imefanikiwa kuprint this is our previous high. Manake hii ndo the highest point market imefanikiwa kufika kabla haijaanza kufanya retracement, kufind liquidity ili iweze kuprint a new structure. Lakini je, ilifanikiwa kubreak hii level? Ilifanikiwa kutengeneza au ilifanikiwa kusweep liquidity ama ilifanikiwa ilifanikiwa kutengeneza kitu kinaitwa liquidity run kwenye haya maeneo, ili tuweze kujua kwamba after a reversal, baada ya reaction ya price hapa, tuna target the next au tuna target internal liquidity kama our expected target direction of the price. Okay, ngoja tuone hapa what happened baada ya kwa market imefanikiwa ku approach maeneo hayo. Okay, ngoja tuone hapa. Okay, unakuja kuona ya kwamba market imefanikiwa kuja kuchukua liquidity hapa, alafu ika react kwenye hii internal demand, lakini it's just a week. Kama ni week, maana yake hakukuwa na body candle closure below this liquidity level, tunategemea kwamba this is our swing high and this one here is our swing low. Maana yake tukija kwenye upande wa trading range, like this is our swing point and this is our swing high and this is our swing low. Okay, kama ni hivyo basi tumeona kwamba market imefanikiwa kufanya liquidity sweep kwenye hii liquidity level ambayo ilikuwepo ni just like, yani iko high iko low, maana yake just like double bottom. Unaona? Sasa target yetu ni wapi? Ikiwa kama trading range yetu hii hapa, market imesha confirm reversal, maana yake ni kwamba tunategemea inaelekea wapi baada ya kuwa imeshafanya hii liquidity sweep kwenye hii level ya liquidity. Tulikuwa tukisubiri market ije react hapo. Tunategemea kwamba from this level market imefanikiwa kufanya the first retracement hapa, then something like a consolidation, and ni kama kuna ABC, just like an ABC maeneo haya. Ukiangalia vizuri kwamba market imefanya just a retracement all the way to this level, lakini tukiangalia vizuri baada ya kufika hapo market ni kama experience some kind of accumulation hapa, and then all of a sudden manipulation and then distribution to this level. Sasa nini kinafuata hapa kwenye mazingira kama haya? Ina maana kwa mtu mwingine anaweza akasema basi imeshachukua hii liquidity kwa sababu ilikuwa ni uptrend, maana yake we are looking to the next high point kama our first target. Lakini mambo hayaendi hivyo. Kutokana na reaction iliyotokea hapo kwenye liquidity, maana yake ni liquidity sweep na wala haikuwa liquidity run. Kwa ina maana kumbe tunategemea kwamba hii market inaweza ikaenda kureact kwenye internal range liquidity. Na miongoni mwa liquidity level ni zipi? Cha kwanza kabisa, ukiangalia market ilifanikiwa kufanya retracement kwenye hii level, ina maana kumbe tunatarajia ya kwamba ukicombine hii rejection level, kwa sababu imekuwa rejected multiple times. Imekuwa rejected kwenye hii level ni multiple times. Ukiangalia imekuwa rejected around hapa, ikaja kuwa rejected around hapa, the third time ndio tukapata manipulation. Maana yake kumbe hii level ni miongoni mwa high, ni wanasema ni eneo lenye rejection strength kubwa. Maana yake ni kwamba kuna strong rejection maeneo haya. Tunategemea kwamba kuna probability kubwa sana ukicombine hii level ya previous rejection point ambayo mwanzo ilikuwa ni kama support, now itact kama resistance, inaweza ikawa ni miongoni mwa strong point za ku reject price isiendelee juu. Lakini kama haitoshi, ukiangalia hapa kuna hidden base. Ukiangalia vizuri, nishafundisha habari ya internal range liquidity, kuna hidden base au sometimes tunasema camouflage, iko maeneo haya. Ukiangalia vizuri kuna hii candle na hii candle zimeshindwa ku overlap wicks zake na zile nearby candles. Kwa ina maana hapa kuna hidden base afu ikombine na hii previous rejection, multiple rejected zone. Unakuja kupata kwamba hii eneo inaweza ikawa ina ukinzani mkubwa sana wa kuzuia price isiende juu. Okay, na ukiangalia pia market imefanya ni liquidity sweep wala sio liquidity run kwenye haya maeneo.
Kwa hiyo kama imejaribu kuchungulia tu alafu na kugeuka, possibility kubwa sana ya kuja kutafuta liquidity internal alafu ikaendelea chini ni kubwa, na possibility ya kusema market itaenda ku hit the next high au the next liquidity level at the swing point, hiyo possibility ni ndogo kutegemeana na nature of the reaction of price at this level. Okay, manake level nyingine ukiangalia vizuri, kuna order block iko around maeneo haya. Kuna order block iko maeneo haya. Hii pia ni miongoni mwa pure level of liquidity ambayo haijawa tested. Kama haijawa tested, tunategemea kwamba kwa tukiangalia hapa pia kuna order block. Hii ni miongoni mwa strong internal level of internal liquidity levels ambayo market inaweza ikakutana na ukinzani mkubwa na ikazuiliwa kuendelea mbele. Kwa ina maana kumbe paka hapa tukitizama internal range liquidity, tuna hii hapa hii hidden base plus previous demand ambayo kwa sasa imegeuka kuwa support, lakini vile vile tuna hii order block maeneo haya. Kwa hiyo probability kubwa market kama ni take profit point 1 unaweza kaweka maeneo haya, na kama utaamua kuhold maana yake your TP2 is likely to be kwenye hii order block na wala sio huku, kwa sababu huku price haitofika kutegemeana na nature reaction kwenye order kwenye liquidity level ambapo ndipo palipokupa hiyo entry. Okay, let us see. Kwa hiyo unaweza kaona ya kwamba market imefanikiwa kuja ku take down liquidity kwenye hii level kama TP1, ika react kidogo, alafu baadaye ika catch momentum tena kutafuta liquidity level number 2. Japokuwa tukiangalia vizuri liquidity level number 2 hapa ni kama imeapproach, tuhaifanikiwa kugusa exactly. Maana yake ni kama imekuja ku react kwenye hii fair value gap hapa, basi kufika kwenye order block. Kwa hiyo ina maana kama mtu ulikuwa umehold hii position ukitegemea kwamba market inaweza kaja ku take down hii liquidity kwenye external previous high level, ina maana utakuwa umetolewa kwenye break even, au kama ukiweka break even kabisa unaweza ukatolewa kwa stop loss. Hiyo ni habari ya liquidity sweep. Lakini vile vile tuangalie mfano mwingine ambao ni umegusia kwenye upande wa liquidity run, alafu utanielewa vizuri. So ukiangalia vizuri hapa, hii ni miongoni mwa pair ambayo nimejaribu kuangalia mfano ambao unaendana na hiki kipengele. So market ilikuwa inatengeneza higher highs, na hapa ni baada ya kuwa imefanikiwa ku create just like a protected level of liquidity maeneo haya, ambapo tukiangalia vizuri tunaona kwamba market imefanikiwa kutengeneza the first high then low, baadaye ikaja ikavunja hii hii level ambayo ilikuwa ni just a previous swing high, ikaconfirm market structure shift, then inducement like this one, baadaye market ikaprint a new high. Sasa basi tunategemea kwamba wanasema kwamba the first structure after reversal most of the time huwa inact kama inducement when it comes to the market structure. Maanake ni kwamba ili hii market structure ikamilike, tunategemea ifanye retracement at least deep down at least 50% from the origin. Maana kama structure shift imefanyika maeneo haya, tunategemea kwamba the 50% level haijafanikiwa kuwa qualified hapa. Ukiangalia vizuri hii structure haijafanikiwa ku qualify 50% retracement. Maana yake ni kwamba itaendelea ku hold like an inducement level of the market structure. Sasa basi tunasema hivi, kama hii ni inducement, maana yake kuna liquidity iko hold maeneo hayo. The moment market imefanya retracement, tunategemea kwamba
inaweza kuja kuchukua liquidity maeneo hayo. Alafu kama kuna a certain internal range liquidity, market inaweza react maeneo hayo alafu ikageuka. Okay, tukiangalia vizuri maana yake internal range liquidity, tulikuwa kuna order block iko maeneo haya hapa, lakini tukiangalia hapa pia kulikuwa kuna internal demand japokuwa imeshakuwa tested. Unaona, japo the way ambayo ilikuwa tested is something like haijafanikiwa kuwa tested to at least 50% of the zone. Ina maana ukizoom kwenye time frame ndogo utakuta kwamba kuna a certain level of demand bado iko untested hapa. Sasa ina maana kumbe possibility kubwa market inaweza kaja kureact tena maeneo hayo kwa mara ya pili na ikabadilisha mwelekeo. Sasa focus yetu ni kwenye hii liquidity level. Manake market must take down this liquidity, then ita react kwenye a certain zone ambayo imeona inaweza kureact hapo na kupata a certain level of liquidity, something like volume ya kutosha kuipandisha au pressure ya kutosha kuipandisha kufind a new high or a new structure. Okay, ngoja tujaribu kuona hapa nini kilichotokea. Okay, ukiangalia vizuri hapo utagundua ya kwamba market imefanikiwa ku take down this liquidity and then reversal, confirm reversal kwenye hii level. Maana yake tunategemea ya kwamba after this reversal the market will find out a new liquidity level, lakini the reaction of the price at the previous level of liquidity ndio inayoamua hii market iende mpaka maeneo gani, minimum target. Na hapa tukiangalia ni kwamba market imefanikiwa kutembea baada ya reversal. Maana yake tunategemea kwamba our next target itakuwa ni kwenye hii high. Kwa sababu gani? Kulikuwa na liquidity run kwenye previous level of liquidity na wala sio liquidity sweep. Kwa ina maana kumbe the market ilivyofanikiwa kufunga na hii candle, maana yake sellers walikuwa confused. Kuna wale breakout traders, maana yake moja kwa moja waliingia hapa wakaweka stop zao maeneo haya, au wengine hapa, wengine hapa, wengine wakawa wanasogeza mpaka zikafika huku, lakini the market will finally attack all of them. Kwa sababu gani? Kwa sababu the moment market imefanya liquidity sweep, wengi walitarget ya kwamba itaendelea kudondoka, lakini all the time, all of a sudden market haikufanikiwa kuendelea. Itatembea mpaka iwamalize wote ambao wako humu katikati, wanaosogeza stop, wanaofanya nini. The next target must be the external liquidity. This is the external, kwa hiyo itatafuta external nyingine. Ile ingefanya liquidity sweep, maana yake ni kwamba according to psychology ya watu au psychology of traders ni kwamba market ikifanikiwa kufanya liquidity sweep huwa ina target another external, lakini it doesn't work like that all the time. Sometime ni kwamba huwa inatokea kufika huku, lakini most of the time liquidity sweep huwa inaishia kwenye internal retracement and liquidity run ndo huwa inatembea hadi kwenye external. Hata kama itachelewa itafanya namna gani hapa, kama hakuna interaction ya fundamental, the market will okay, hata kama ikitokea kuna issue yoyote ile ya kuchelewesha apart from fundamental, ni kwamba the market will finally reach the external level bila changamoto yoyote ile. So na imani tumeelewana. Kama kuna swali, kama kuna maoni, kama kuna mapendekezo, comment kwenye hii video na nitafanyia kazi. Thank you.